Mheshimiwa Daktari William Samoei wa Kwale. Bwana asifiwe. Assalamu alaikum. Mengi yamezungumzwa na viongozi wetu. Nataka nichukue muda mfupi niongezee yale ambayo yamezungumzwa. Hakuna jipya ambayo nitalizungumzia. Mwanzo, Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kukumbuka kauli ambayo iko ndani ya Quran na pia iko ndani ya Biblia, kwamba tunafundishwa that we should always give thanks to the Lord. Na bila shaka kila mtu hapa na sababu zake za kupeana asante na shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Lakini nafikiri ikiwa kuna mtu ambaye ana sababu nzito zaidi za kumwambia Mwenyezi Mungu asante, si mwingine ni rais wetu. Mimi rais, nilijumuika na wewe katika mkia wa campaign, the very last months of the campaigns. Na yale ambayo yote mabaya yalikuwa yamepangwa kule, najua manake nilikuwa katika lile jiko la mipango hiyo. Ulikejeliwa, ulitukanwa. In fact, ingekuwa wana uwezo wa kutoa the title deputy president, wangetoa wakati huo. Lakini kila kitu chote kilichukuliwa, you only remained with that title. Nakumbuka hapa Mombasa hapa, ambao kuna nyumba State House ambao rais akija analala, na pia kuna nyumba ya deputy president ambao akija pia naye napumzike pale. Lakini kwa sababu ya kejeli, ulifurushwa na nguo zako na mikoba yako, ukafukuzwa. Lakini Mungu si athmani. Leo hii ile nyumba walokaa kukufanyia mabaya, kile kiti walichokikalia kukupangia mabaya, you are now the occupant of that seat. Mungu si Mungu, ni Mungu si Mungu. We have all reasons to stand here to tell God asante Mwenyezi Mungu. Waswahili wanasema hasidi hana sababu. Hata mfanye nini, hasidi hana sababu. Leo hii kama vile ndugu yangu Salim Mvuri amezungumza, kia ni uchaguzi tulipiga kulingana na katiba yetu. Mheshimiwa Ruto akachaguliwa na akatangazwa kikatiba kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini leo hii anashurutishwa. Leo hii anapangiwa mabaya, maandamano. Jiulize kwa nini? Dhambi ambayo Mheshimiwa Ruto ameifanya, the presidency, kuna watu katika nchi yetu ya Kenya ambao wanafikiria the presidency is a preserve of a few families. They believe the presidency cannot go anywhere else. Ikitoka hapa inaingia hapa, na ikitoka hapa narudi pale. If you're a son of a nobody, you don't belong there. Mheshimiwa Ruto, wakati tunapiga siasa, wakati nakuja kwako nyumbani, nilisimama pale naitwa Kona Baridi, sijui wapi pale. Nikaonyeshwa pale ulikuwa unasimama ukiuza kuku. That's how you grew up. You don't deserve to be the president, according to them. You do not. Licha ya visababu kuwa gali, hata unga wapatie bure, they'll still fight you. Because to them, you don't deserve to be the president of this country. Hivi ni visababu tu. Kama vile Faisal alivyouliza hapa, wakati tunapiga campaign unga ulikuwa juu tayari, na sisi tukateta. Aliyesimama wakati ule mwaka jana kukejeli wa Kenya ni Mheshimiwa Raila. Akasema kwamba acheni kelele kusema kwamba hali ya maisha ni ngumu. Hali ya maisha ni ngumu ulimwengu mzima, kwa sababu msimu wa ukulima
Kenya na nchi yote na ulimwengu wote imedorora. He stood to tell Kenyans that we should shut up, not to complain about the cost of living. Leo hii huyo anasimama hapa, amejisahau, anaanza maandamano kisababu ni kwamba anataka cost of living ije chini. Nataka niwaulize Wakwale, ingekuwa maandamano yaweza kushukisha bei ya unga, saa hii pakiti ya unga kilo 2 ingekuwa imefika pengine 30. Manake maandamano yamekuwa mengi. Ingekuwa mazungumzo kati ya Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Raila inaweza kupunguza bei ya unga, tungemshurutisha rais akae na Mheshimiwa Raila. Lakini tunajua wazi, hata hivi leo Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Raila waende State House wakazungumze, ukitoka hapo nenda duka lolote utakuta bei ni ile ile. Kuonyesha wazi, kuashiria wazi kwamba si mazungumzo ya watu wawili ambayo itashukisha gharama ya bei. There is only one way. Kuna njia moja peke yake ya kushukisha gharama ya maisha nchini Kenya. Njia hiyo moja ni kumpatia nafasi rais wetu atekeleze ruwaza yake, his manifesto. Akitekeleza vilivyo, hali ya gharama ya maisha itashuka. Na kwa sababu anajua hilo litafanyika, hampatii nafasi atekeleze ruwaza yake. Miezi 8-9 imeenda, rais hajapatiwa nafasi ya kutekeleza ruwaza yake. Kila siku maandamano. Haiwezekani kwamba saa zote unateta unataka chakula, na yule mpishi akileta unga unapiga teke unamwaika. Utakula lini? You cannot build this economy by destroying the very things that are supposed to build this economy. Na nataka nije kwa ndugu zangu wa Pwani hapa, viongozi wa siasa wenzangu wa Pwani. Amezichenda manambacho ni nitembe. Manambaze beni hucho nitembe apwani. Sisi tunajua wazi kwamba uti wa mgongo wa uchumi wa Pwani si chengine ni utalii. Na vurugu, maandamano haviendi katika kukuza utalii. Na shangaa mbunge wa Pwani, gavana wa Pwani anaweza kutoa watu wake katika majumba kuleta vurumai katika kaunti za Pwani. Juzi rais na rafiki yangu anaitwa Antonio alinitumia gazeti kutoka Italy. Headline ni machafuko, watu wanaambiwa tokeni sehemu ya Mombasa ya Pwani nendeni Zanzibar. Nataka tulizano wa Pwani, kati ya sisi na yule ambaye anaitisha maandamano, nani anapata athari hizi? Who is suffering? Na uchone tembe. Naendeze na uchone tembe. Juzi tuliwaona pale wanamwaga machozi ya mamba. Vijana wamekufa kwa sababu ya maandamano. Maandamano yaliletwa na nani? Nani aliitisha maandamano? Wasingeitisha tungekuwa na hivi vifo. Halafu wanaenda pale, wanawasha mishumaa, wanamwaga machozi ya mamba. Mungu atawalani. Mungu atawalani. Haiwezekani. Kwa hivyo ndugu zanguni wa Pwani na Kenya mzima, hii mambo inaitwa maandamano hii, it is not for your good. Na angalieni historia, mwaka 2007, mwaka 2017,
Angalieni hiyo historia hiyo. Mtakuta kwamba kuna mtu fulani hapa Kenya ambaye kupata cheo lazima watu wafe, ambaye yeye kupata lazima Wakenya wamwage damu. Enough is enough. We can no longer. Tumechoka. Enough is enough. We can no longer reward bad political behaviors. Rais, kio nataka kukaa nao watu, discuss them another thing, but not issues of governance. Maana kuna vitu vitatu utafundishwa ukikaa nao. One, because hizi vitu vitatu vina sifa ya hao watatu hao ambao wanakutafuta ukae nao. Mmoja atakufundisha political bad manners. Mwingine atakufundisha ulevi, najua hulewi. Mwingine atakufundisha indecisiveness, doesn't make any decision. Those are the three things utaletewa kwa meza. Is that what you're looking for? We are looking for the plan, to implement the plan. Please give the president time to implement the plan so that this country, the economy of this country can grow. Kwa hiyo mengi machache, Mwenyezi Mungu atubariki. Asanteni sana.